Praise the living God. Tupigie Yesu makofi. Asante sana. Leo ni siku njema. Nimemwona Bwana. Leo ni siku nimemwona Bwana. Sema leo ni siku njema. Nimemwona Bwana. Leo ni siku njema, tumemwona Bwana. Leo ni siku nzuri ambayo Mungu ameitengeneza, tutaifurahia na kuishangilia. Karibuni kwenye ibada hii asubuhi ya leo. Ni fursa yangu kumshukuru Mungu kwa kwaya yetu ya mabalozi. Karibuni sana kwaya yetu ya Moisbridge. Karibuni sana sana. Tumekuwa na ibada ya kwanza na ibada hii ya pili. Ibada ya kwanza tulikuwa na kasisi wetu Reverend Kirwa, na sasa tuko na askofu wetu Askofu Daktari Mairori. Karibu sana hapa Moisbridge. Kwa hivyo nataka kuchukua fursa hii nimkaribishe kasisi Kirwa aje hapa aweze kusoma neno la Mungu, alafu baada ya hapo atamkaribisha askofu wetu aweze kunena neno la Mungu pamoja nasi. Amen. Basi tupigie Yesu makofi. Kasisi Kirwa anapokuja. Leo ni siku njema. Nimemwona Bwana. Leo ni siku njema. Nimemwona Bwana. Sema leo kwa sababu nimezeeka kuliko miaka 13 iliyopita, kitani chini. Mnasimama kusoma? Yes. Na sijasalimiana? Ni asubuhi njema ambaye Bwana ameweza kutupatia, asubuhi ya kipekee ambaye tunashukuru Mungu. Nimefurahi kuona nyuso zenu. Ninaweza kutambua watu karibu nusu ya hawa walio hapa. Wanakwaya naweza kuwatambua wote. Asante. Nimegundua kwamba kuwapatia waimbaji nyimbo mbili zikifuatana itakuwa kazi. Kama Karisa alikuwa hapo karibu na mimi, hiyo jasho ametoa, hawezi imba mbili zikifuatana. Anaweza kwa sasa. Asanteni sana.
So tumekuja hapa kwa niaba ya patron wetu wa Mabalozi Kwaya, Hilary Tion na familia yake. Tafadhali simama. Na ndio waliotuleta hapa pamoja na marafiki wengine. Nataka kushukuru Mungu kwa uongozi wa mwenzetu Daudi. Huyu Daudi anaelewa, kabla tuwe na hizi viti na tuwe na hii sakafu, tulikuwa tunafagia na yeye kanisa. Tukimaliza kufagia, mimi, David na Chief Barnaba tunasanya viti kutoka kwa primary tunaleta hapa ndio mkalie. Mwisho wa ibada tunaenda kwa Mama Fredi, tunakula chapati 6. Every Sunday tulikuwa nakula chapati 24. Sababu tunahitaji nguvu ya kurudisha nini? Yes. Baada ya hiyo ndipo sasa mahali tulipo. Amen. Tafadhali tusimame tusome neno la Mungu. Soma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Acts of the Apostles 26:12 to 24 if I'm not wrong. If I'm not wrong. Yes. Soma, Bwana Yesu atuongoza. On one of these journeys, I was going to Damascus with the authority and the commission of the chief priests. About noon, O king, I was on the road. I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the gods. Then I asked, who are you, Lord? I am Jesus, whom you are persecuting. The Lord replied, now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen of me and what I will show you. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I'm sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. First to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and to the Gentiles also. I preached that they should repent and turn to God and prove their repentance by their deeds. That is why the Jews seized me in the temple courts and tried to kill me. But I have had God's help to this very day, and I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen, that Christ would suffer, and as the first to rise from the dead, would proclaim light to his own people and to the Gentiles. At this point, Festus,
interrupted Paul's defense. "You are out of your mind, Paul," he shouted. Your great learning is driving you insane." Thank you for the word of God. Before you get seated, today we are privileged as AIC West Bridge. We have our bishop for the diaspora. Bishop for the diaspora has two things in AIC Milimani and to some of us standing here. One, he is our mentor. Two, he is our bishop. Three, he is our father. Four, he is our spiritual father. For the first time, allow me to pray for him. Father, we thank you for your servant. He's standing at this point to speak your words. Bless him, Lord. Bless us too. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Mchungaji wa kanisa hili na wazee kanisa nzima, Bwana asifiwe. Nataka nishukuru kwa mwaliko ambayo nilipata ili niweze kuwa hapa leo nilete neno la Bwana. Na nashukuru Mungu sana kwa Hilary na Reverend Kirwa ambaye hata wakati nilipeana excuses wakasema hakuna leo lazima uwe hapa. So nikashukuru Mungu kwa hiyo nafasi kuweza kuwa pamoja nanyi. It is great to live in this generation. Wala ambao mko wa young, this is a great time to live in worshiping God. Bwana asifiwe. So when I was sitting there and the choirs were singing, so I saw one gentleman somewhere here when the choir was really in its climax. Amekanyaga kabisa na ataka kuamuka kwa sababu imeingia wapi? Roho. This is a time where we worship the Lord with all our heart, with all our soul, with all our bodies. And it is beautiful. So thank you, AIC Milimani Choir, for the worship that you've led us to. Tuwashangilie Bwana kwa hawa. We're proud of you. Thank you again for AIC West Bridge kwa kazi nzuri ambayo tunafanya kwa waimbaji wote. Tunashukuru Mungu kwa ajili yenu na tunasema asante. Endelea kumtukuza Mungu hivyo kwa sababu mnaendelea kutujenga kiroho. Bwana asifiwe. Basi kabla sijaendelea mbali, na wacha niwaletee salamu kutoka kanisa la AIC Milimani. Napokea ni zenu. Asante sana, pokeeni hizo salamu. Pia pamoja nami niko na mke wangu na msichana wetu mmoja hapa. Basi karibu kuja utalamiane. Sawa. Umeona mimi nimekuwa mbali kwenu sana. Hata nikaribie. Bwana asifiwe. Amen. Tukimiane hewani, Bwana asifiwe sana. Amen. Nashukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Kika AIC West Bridge ni mara ya kwanza. However, nimekuja kwa jirani pale huko. Wakati na rafiki yangu Emma nitembelea mama mmoja pale. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa makaribisho kupitia mabalozi kwaya pamoja na familia ya Tion ambao tunafanya kazi pamoja kule Nairobi, na pia huku nyumbani tunakuwa na kazi zingine. Nashukuru pia kwa sababu ya kwaya. Nimeona mama wa nguvu hapa. Kwa mama wakiingia kwaya, kumbe nimeona. Kama leo hiyo kwaya ni ya nguvu sana. Na sio mama wadogo. Pongezi kina mama kwa kufanyia Mungu kazi kwa kifaa mama yapatia. When we were growing up those days, tulikuwa tunasema
vile Bishop ametuambia kuchinja mifupa kama bado meno. Yes, sasa hivi. Lakini tumeona siku hizi kanisani vijana wetu we are doing the same thing. But it's in the house of the Lord. Hatujaenda kwingine mahali tulikuwa watu wanatembea waweze kumchezea Mungu huko. Lakini tumewaruhusu vijana wetu kumtumikia Mungu kwa ile ujana ambao wako nayo, ile nguvu wako nayo. Kwa hivyo tuendelee kwa support na kuwashikilia wafanye kazi ya Mungu. Wakipata support kubwa sana kutoka kina mama wanawashangilia, we really appreciate God. Kwa hivyo mama, tuendelee kufanyia Mungu kazi kabisa na kanisa la Islam. Mungu awabariki sana. Asante. So, Carlos, umesikia mama ameregister? Aya, asante sana. Na ataleta mama wengi wengine. So, asanteni. So, I want to again thank God so much, Mchungaji, for allowing us to lead today from AIC Milimani, but also to share God's word. For those that are new to me, Bishop Stephen Mairori. Home is here in Kibomet, Kitale, but I live in Nairobi. Nimeona hapo Nelson ni naiba yangu huko hapo Kibomet, na nimeona watu wengi ambao nimewajua area hii. I was a pastor in Kitale in the early 90s. So nilipokuwa kijana, na nashukuru Mungu kwa nafasi hii. Kwa sababu ya kazi ya diaspora, wacha niwaambie, kwa sababu watu wengi bado ni mpya. Diaspora area inaongoza kazi ya hapo Milimani, inaongoza. Alafu wale vijana wetu wachungaji walienda US, walianzisha makanisa kule, na hawana mtu ambaye anawasaidia kuunganisha na kanisa la nyumbani. So sasa hiyo ndio kazi yangu, kuweza kuunganisha hawa na kuweza kuwasaidia. Kuna wale wanahitaji licensing, wanahitaji ordination, na vijana wetu wakienda kule tunaweza kurifa hawa, kuambia kuna kanisa mahali fulani na mchungaji ni fulani, si ndivyo? Ya, tuna wale pia wameenda Australia, na hivyo tunafanya hivyo. Walienda tu kwa imani na wakaanzisha na wakaendelea. Sasa tunawaleta sasa kuambia tunaweza kuanza AIC kule Amerika. Walituletea injili, lakini sasa tunapeleka nini? Injili kule na Australia na pia Europe. Na tunashukuru huko US Atlanta tuna naibu askofu, na tumetengeneza region ya Amerika tayari iko sawa na uongozi. Sasa tunatengeneza DCCs sehemu hizo, na pia Australia tumetengeneza region, na tunashukuru Mungu inaendelea. We are now working on the region of Europe and Britain. So inaendelea na ni kazi nzuri. So mtatuombea kwa hiyo kazi. Asanteni sana kwa hiyo. So I'm delighted to be here, as I've said earlier, and thanking God for this church and for establishing you. English, Kiswahili, nitachanganya, si ndio? Sawa, okay, asante. So hamko hapa kibahati, mko hapa kwa mpango wa Mungu. Bwana asifiwe. Kanisa hili haikujianzisha, lakini naamini kwamba katika moyo wa Mungu aliona kwamba lazima tuwe hapa na mahali ya watu kuja kuabudu yeye, na pia mahali ambayo watu watatayarishwa ili waende kufanya kazi yake. The church is not here to entertain. The church is not here for our comfort. The church is not here for our purposes ourselves. The church is here for the purpose of God. And so the church is very special before God, because Christ died for the church. And he himself has a mission that he wants to accomplish through the church. And that's why an established congregation like here is never here by accident. Heaven knows about your presence. Bwana asifiwe. God knows about you and why you are here today. Because it was his intention that this congregation be established for his purpose. The only sad thing is we forget very quickly.
as human beings. And we come and the church becomes just a club where we come every Sunday, we hear, we sing, we hear God's word, we sing, we feel good about meeting so and so, we greet so and so, they have come, and it just feels good to be coming to church. But we easily forget the mission, why Christ established the church, and why we are here as a congregation. Why are you here as a person? And today I would like us to talk about aligning with the heavenly vision. Aligning with the heavenly vision. That is aligning with the purposes of God for you and for this congregation. Because I believe until we do that, we don't experience God and His move in a very special way. Because the church is first and foremost here to do the will of God. For those of us who are here and have encountered God, I believe you have a testimony, and I'll be talking more about that. But every genuine encounter with God produces direction. And every direction from God demands obedience. In Acts 26, Paul stands before King Agrippa and summarizes his entire life with one powerful statement. And we'll look at that statement later. That is in verses 19. I was not disobedient to the heavenly vision. That is the summary of everything. And if you forget anything that I'll say today, don't forget verses 19. I was not disobedient to the heavenly vision. Bwana asifiwe. This is the heartbeat of our message today. When God gives a vision, our responsibility is obedience. First thing I'd like us to see is that the heavenly vision begins with a divine encounter, and that encounter reveals God's purposes. That is from verses 12 through 18. The heavenly vision begins with a divine encounter, and that encounter reveals God's purpose. Bwana asifiwe. You see the passage that we read, Paul was not looking for Jesus. In fact, to the contrary, Paul was on a mission to kill those ones who he assumed were doing things that was against God's will. Kanisa ilikuwa imeanza na ilikuwa ni changa. Sasa Paulo, ukiona ushuhuda wake hapo mbele ambaye hatukusoma, anatoa ushuhuda wake mbele ya mfalme Agrippa na anawaambia, mimi nililelewa katika Kiyahudi ya ile ya ndani kabisa, na akawaambia katika malezi yangu nilikuwa na ule moyo wa kuprotect hiyo dini, na hata kiasi ya kwamba wakati Wayahudi na wakuu wa Wayahudi walikuwa wanatatizwa na hawa Wakristo ambaye ilikuwa ni changa kabisa wakati huo, yeye ndiye aliwekwa kuwa awaangamize. Na anaambia hawa kwamba katika njia yangu kwenda kuwaangamiza, siku moja nilikuwa naenda safari kwenda kule Damascus ili niwende kuangamiza. So it was on his journey to Damascus to go and persecute the church that something happened. So in reality, Paul was not looking for Jesus, but Jesus was looking for Paul. Praise God. This is very important as we look at aligning ourselves to the heavenly vision. Paul in himself was not looking for Jesus, but Jesus was looking from him. And what happened? On his way to Damascus, he explains what took place. He says, when I was on my way, a bright light shone from heaven. You can imagine what that would be. Put yourself in Paul's place. Ujiweke kwa viatu vyake. Ako safari, anaenda kazi ya kuangamiza hili kanisa changa.
Na katika safari yake anasema kwamba naambia mfalme, mimi nilipokuwa katika hiyo kazi ya kwenda, mwangaza kubwa kutoka mbinguni ukaniangazia. Na katika hali ya kushangaa, in that state, a voice from heaven came to him. He had a voice from heaven, and the voice said, Saul, Saul, why are you persecuting me? Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Mbona unanitesa? Kwa another translation. Paulo, this changed his life completely. And let me read so that it is clear. This is how Paul responded. Then I asked, who are you, Lord? Imagine he realized this is way beyond the normal human ordinary voice. Bwana asifiwe. Akajua huyu ni Bwana. Bwana asifiwe. This is a Lord. It's not a normal voice. He says, who are you, Lord? He says, I am Jesus, whom you are persecuting. The Lord replied, now get up and stand on your feet. I've appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what I have seen and will see of me. So Paul gets a personal encounter with God in a very, very dramatic manner. Kwamba katika hii safari yake Paulo anakutana na Mungu kwa njia ya kipekee. Na hiyo inabadilisha yule mtu alikuwa anaenda safari kuangamiza Wakristo, na inabadilisha kabisa hawe mtu mwingine. Na tutaona hapa yale mambo Mungu anamwambia afanye. Anamwambia, I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I'm sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light, from the power of Satan, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith. Bwana asifiwe. The heavenly vision begins with a divine encounter, and that encounter reveals God's purpose. Bwana asifiwe. Paulo hapa anakutana na Mungu, na Mungu anampatia mwelekeo ya ile kazi ambaye anataka afanye. I don't know your story, but every time I read about people that God has used to change our world, it has begun with a personal encounter with God. Bwana asifiwe. Wanakutana na Mungu katika njia zao na safari yao ya kufanya biashara yao, katika safari yao kazini, nyumbani, ama alikuwa tu anaenda kusikiza, na Mungu anawashukia kwa kiwango fulani. And that personal encounter never leaves them the same. They are changed forever. I'm sure each one of us can come here today and give us a testimony. Those of you that have believed in Christ, that you met him and this is what happened. Hata mwingine atakwambia ilikuwa ni saa 6 tarehe fulani katika kanisa fulani ama katika market fulani ama msehemu fulani, Yesu alikutana pamoja nami. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo ya Paulo ilikuwa kwake. It was so clear when it happened. And I pray today, if you are here and haven't encountered Jesus, please don't leave this service until you do that. The personal encounter with Christ is what will change your life. It's not a question of coming to AIC voice preaching and sitting and going. It is not a question of being born in a Christian family. You may have heard God's word from the beginning in Sunday school. You have to reach that point where you encounter with Jesus. That makes the whole difference. So Paul encounters Christ and changes his life. Those of us who have read the life of William Wilberforce, you know it was his personal encounter with Jesus that changed the course of history, isn't it? God gave him a mission to say you have to end slavery. It's Neo.
Baada ya kukutana na Yesu, Yesu akampatia ujumbe wa kuweza kuangamiza uuzaji wa watu kwa hizo miaka. Someni hata yule aliyeanzisha AIM, Scott Peter Cameron. Ni baada ya kukutana na Yesu ndio alipata mwito huo wa kwenda nje kupeleka Injili. Na kila mmoja wetu, shida ni kwamba wengi wetu tunakutana na Yesu, anatubadilisha, na hata tunasikia pengine sauti yake, yale vitu anataka sisi tufanye. I don't know personally what Christ told you after you got saved. Just turn to your neighbor and ask them, what did Jesus tell you? Alright, don't answer. That is personal, isn't it? So, but it's something that Jesus told you. He doesn't save you just to have you come and sit in church. No, he saves you for a purpose. Bwana asifiwe. This church are full of members who are saved by Jesus for a mission. They are saved by Jesus to come and do something for the cause of the gospel. They are saved by Jesus so that they can fulfill that which God wants him for them to fulfill in their lifetime. They are not here by accident. Bwana asifiwe. Wako hapa kwa ajili ya mpango wa Mungu. So, just to remind us, and I know that God has given you a vision, and I'm going to ask you very hard questions today. What are you doing with what God told you? Are you sitting with it? That is going to be part of my question to you. But listen, every vision begins with God revealing himself. Christ interrupts us because he loves us and knows that our life is more valuable than just eating, dressing, going to work, coming home. That life is more valuable for the kingdom of God and for your life here on earth. And he loves you to the extent that he wants to align you with the greater mission of the Heavenly Father. God knows your name, your journey, and your intentions. Bwana asifiwe. And so that is why he has interrupted your life and is giving you this purpose. Listen to what we read there again, just to remind us of what God did to Paul. He tells him in verse 16, rise. So what he does is he restores him by telling him that he's actually restoring him. He tells him, I've appeared to you. That is, I'm revealing myself to you to make you a servant and a witness. He gives him an assignment. So God does three things to Paul: restoration, revelation, and assignment. Bwana asifiwe. Leo mtahubiri na mimi, mwambie your neighbor, I've been restored, I've received a revelation, and I've received an assignment. Alright, if you have done that, praise God. Bwana asifiwe. Amen. If you haven't and have said, you are receiving it now. Bwana asifiwe. You will receive that assignment that God has for you. And so, the great assignment for the entire church is the Great Commission. Therefore, go into the whole world and make disciples. And here, that is for all of us, men and women. Everybody who has known Jesus should be part of the Great Commission. And the Great Commission involves going and preaching the gospel, discipling those who have come to know Christ, bringing them into God's family, building them up, and helping them again to be able to go out. That is part of the Great Commission. And as God uses you, he tells Paul, part of the mission will be to open the eyes of those you are reaching spiritually, to turn them from darkness to light, deliver them from the power of Satan, that they may receive forgiveness of sin and a new inheritance in Christ.
My brothers and sisters, the connection that God gives us through Christ with Him, when we come to Him in salvation, when we encounter Him, again, is not just that we may come and sit. Kanisa la Moi's Bridge, Mungu hakutuleta kanisa hili ili tukae. Ametuleta na ametupatia huduma. Challenge kubwa katika kanisa saa hizi ni kwamba wengi wetu tumekubali tu kuwa washiriki wa kuja kukaa. Tumesahau kwamba siku moja tutasimama mbele ya Kristo na tutatoa hesabu ya ile wakati vile tulitumia wakati wetu hapa duniani, kwamba je, pia tulitii yale ambaye Mungu alituagiza tuweze kufanya. Na leo agizo kuu la Mungu ambaye nawapatia ni hii ya the Great Commission. How about if AIC Moi's Bridge will decide that we are going to be obedient to the Great Commission, and each one of us will take a day in the week. Each one of us will take a day in the week to share the gospel with somebody who hasn't known Jesus. Bwana asifiwe. Kwamba kila mmoja wetu kwa wiki, hata niseme kila siku, kwa wiki uchukue muda kuombea mtu mwenye hajajua nani Yesu, si ndivyo? Na uchukue muda useme nitaenda nimhubirie. Nilipomwambia siku moja rafiki yangu hivyo, akaniambia, pastor, unajua ni ngumu sana, nitaanzaje? Nitamwambia nini? Kwa sababu ni ngumu kuhubiria mtu mwingine, na kuelewa. Lakini nilimwambia, just share what has happened in your heart. Bwana asifiwe. Mwambie, ndugu yangu, mimi nakuombea na nakualika kwa Yesu. This is what Jesus has done in my life. Bwana asifiwe. Just share what he has done in you. Hapo baadaye mkaribishe, mwambie karibu wapi? Kanisani Jumapili, ili sasa aweze kusikia Injili. What will happen if each one of us would be faithful to reach our neighbors and just share that word from heaven? Because that is what we have been commissioned to do. Kanisa hili litakuwa taa zaidi ya vile ilivyo. Bwana asifiwe. Mungu atapata utukufu kutoka mbinguni kwa sababu umeanza kufanya mapenzi yake. Think through. Are you a business lady? You are very the right person to reach the business world. Bwana asifiwe. Wewe ni mwalimu, ni rahisi sana kufikia walimu wenzako. Wewe ni daktari, ni rahisi sana kufikia madaktari wenzako. Wewe ni mama wa nyumbani, ni rahisi sana kufikia wale wafanya biashara, wale wengine wote. Where God has placed you, you need to testify. Revival will happen in this community when the church is engaged in the Great Commission and is engaged in the mission that God has given you. God has many people to be reached in this community. That is why He has saved you. Your salvation is God's plan. You have to do the assignment. Bwana asifiwe. Number 2, the heavenly vision demands obedience. The heavenly vision demands obedience. And that is verses 19 through 21. Verses 19 through 21. This is what the word of God says. So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. First to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and then to the Gentiles. I preached that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance
by their deeds. Bwana asifiwe. That is why some Jews have seized me in the temple courts and tried to kill me. The heavenly vision demands obedience. And that is the verse that I said, if you forget anything, don't forget this. I was not disobedient to the heavenly vision. And he immediately did the following. He began preaching repentance, testifying in Damascus, witnessing in Jerusalem, reaching out to the Gentiles. These are the true characteristics of true obedience. Number one, it is immediate. Paul did not stay. Number two, it is unconditional. He obeyed in places of comfort and danger. Number three, it is courageous. Paul remained faithful despite persecution. And number four, it is consistent. He did not start and stop. He persevered. Bwana asifiwe. So Paul responded immediately, unconditionally. He was courageous. He was consistent. Wengi wetu tunapopata assignment kutoka mbinguni baada ya kumjua Yesu, najua unafanya ile merry-go-round. Kuna rafiki yangu aliniambia, ndugu, mimi nimefanya merry-go-round mara mingi sana kwa sababu ya uoga. Nimesikia kweli sauti ya nani? Ya Mungu. Na ninajua ile Mungu anataka nifanye. Lakini naanza kusema wacha mwaka kesho ndio nitaanza. Alafu mwaka kesho inafika unasema wacha mwaka kesho ifike. Akaniambia sasa nimesurrender, nimefika mwisho. And he wanted prayer. Because he knew what God had told him and he knew what he needed to do. But because of fear, alikuwa ananiambia kwanza nilikuwa ninaogopa marafiki. Watanionaje? Na yeye ni mtu mungwana, anajisikianga yeye asubuhi mtu nini, but he knew that God wanted to do something that was going to be extraordinary in reaching out with the gospel. And so he thought people would think he's out of his mind. So he thought kwa sababu ya uoga hiyo, wacha mwaka huu, lakini thank God kwamba at that particular point he was willing to say, yes, Lord, here I am. The questions that I had for you, what vision has God given you? Have you delayed in obedience? Are you living below God's calling? As fear replaced faith? It's a story of a doctor. Kuna daktari mmoja, nafikiri nilikuwa nimetaja hii hadithi kwingine, na katika miaka zake alikuwa anaishi nje ya Ujerumani, na yeye katika miaka 30 wakati wake alikuwa na PhD tayari, ile wanaitanga permanent head, sio hivyo? Yeah, he had the highest, he had his PhD in philosophy. So katika wakati huo alikuwa ni mtu wa elimu ya juu katika town ambaye alikuwa anaishi, na ilikuwa ni mji mkubwa. He also, in that time, music, playing piano. Maana hiyo watu wanafanya haikuwa piano, it was the organ na hizo vitu zingine. If you are leading an orchestra, ile band kubwa na hizo vitu, wewe ulikuwa ni mtu wa kuheshimiwa sana katika hiyo mji. And he was one of the best leaders, pengine Daudi wetu wa wakati hiyo, ya hizo orchestra. Na alikuwa anaheshimiwa sana kwa hiyo area. And then to add on top of that, by that time in the early 1900s, if you had gotten a doctor of theology, sasa uko na PhD na uko na elimu ya teolojia, wewe uko wapi? Juu. So ile watu wetu wanasema huyo mtu amefika, si ndivyo? Wanashangaa amefika wapi?
lakini watu wanasema huyu amefanya nini? Amefika. Whatever that means to you. Wake watu walikuwa wanasema huyu amefika. Kama ni jina amepata, kama ni mali amepata, kama ni sifa amepata. Ile vitu vyote ambaye pengine wengi wetu tunatamani kupata, he had received them and he was doing so well. And everybody was very happy with him. But he said, this particular time, he had a unique encounter with God. Now, during the encounter with God, God told him, I want you to leave everything that you are doing. Everything that you are doing. And I'm sending you out as a medical missionary. Na unajua hajasomea medicine, lakini Mungu anamtuma nje kama medical missionary. And he said, I had it so clearly. And he struggled trying to hear, hii ilikuwa ndoto yangu, mawazo yangu, ama ni Mungu amenena. And since he was a spiritual guy and a discerning person, he went to prayer and God clarified that I am sending you out as a medical missionary. So you know, he announced in church that I'm no longer going to do the following. Mimi naenda kuwa mwanafunzi nijifunze udaktari. And for the next 5 or so years, he trained as a medical doctor. After that, he said God came to him and he showed him actually where he wanted him to go in West Africa as a medical missionary. And he went. That is where he lived the rest of his life, preaching the gospel through medicine. Bwana asifiwe. Na alibadilisha nchi ambayo Mungu alimtuma. Katika kitabu vyake ambaye ameandika, alijua kwa sababu gani maisha yake Mungu alimruhusu kuishi duniani. He had a reason why God had him live in this world. He was obedient to the assignment and he lived a life that was so fulfilled in the end because he obeyed the assignment that was from heaven. Bwana asifiwe. So many people came to Jesus through his medical mission. Many churches were established through his medical mission. Many people, of course, were healed. Ile ugonjwa ambazo zilikuwa kule, Mungu alimtumia kuwasaidia wengi sana kuwatibu. And he did a lot for the kingdom of God just because one person was obedient to who? To Jesus, and thousands of people, if not millions, had their lives changed because of that obedience. I'm still asking you, what vision has God given you? What have you done about it? Are you delaying the obedience? Are you living below God's calling? Ama umeogopa? Number 3, the heavenly vision points to a global gospel. Bwana asifiwe. Kabla ya hapo ni kwamba muona hii acid, you know acid? Acid remains a seed until it is planted. Bwana asifiwe. It has potential, isn't it? Yes. So a vision without obedience remains a seed that never grows. In other words, every seed has the potential to grow, but until it is planted, it can never produce anything. The vision that God has given you, and today I'm addressing you as a person, but I'm also addressing AIC Moisbridge. That vision that God has given you will never be of impact until you step out in obedience. Bwana asifiwe. Amen. Once you do that, you realize that that vision has a global impact. Bwana asifiwe. From verses 22 through 23, we see what Paul does
But God has helped me to this very day. And so I stand here to testify to small and great. I am saying nothing beyond what the prophet, and he goes on to say what God has done to his life until he was interrupted. In other words, Paul stood before the king because the vision was bigger than him. Jesus had told him he would witness to the Jews, Gentiles, to the nations, and the rulers. And therefore, and the message that he was to take was that Christ did suffer, he rose from the dead, and therefore, out of his resurrection, every human being can live forever because of Jesus. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio ujumbe ambaye Paulo alikuwa anapeleka. Kanisa la Kristo ilianza kusema kwamba kanisa hili aliko hapa kwa ajili yake peke yako. Wewe hauko hapa kwa ajili yako peke yako. Sisi tumetoka milimani leo kuwatieni moyo na kujitia moyo. Bwana asifiwe. Kwamba kanisa la Kristo liwe kanisa la Kristo. Kristo mwenyewe akiwa mbinguni anaangalia kanisa lake kwamba je, wanatii neno langu kwa kueneza Injili? Wanatii neno langu kwa kuwasaidia wale ambao ni wanyonge? Wanatii neno langu kwa kuwa wale ambao ni taa na chumvi katika sehemu ambayo wako? Mkifanya hivyo katika maisha yenu haitakuwa the same. Bwana asifiwe. It will be totally different. Probably you've been struggling. I've been coming to Moist Bridge AIC for many years and nothing is changing. God wants to change your life. Bwana asifiwe. It is through obedience to Christ that Christ begins to work in you in a very special way. Wakati unapotii, unaona Paulo angepata ile mwangaza, angesikia hiyo sauti na angeenda arudi kule Yerusalemu, hatungekuwa na injili ambayo tuko naye sasa. Ndivyo Mungu pengine angeamsha mwingine, lakini kupitia yeye hatungepata. Mungu amekuita wewe. Na usijidharau, mwambie mwenzako pale usijidharau. Bwana asifiwe. Paulo pengine angejidharau, aseme mimi nimekuwa kwa hii dini hata sijui hii maneno. God has you and it is you. Bwana asifiwe. Just rise up and do the will of God and you will see what God will do through your life. I want to encourage the young people. You have great potential. Bwana asifiwe. Just stand out for Jesus and Jesus will use your life for his glory. For this church, my prayer for you in the coming years is that you will be the light and salt of this community. Bwana asifiwe. Bwana watawatumia na kwa wale ambao wengi watakuja kushuhudia mbele ya Kristo kusema kwa sababu ya huyu maisha yangu ilibadilika. Bwana asifiwe. Na itakuwa ni furaha kubwa tukimsifu Yesu. Nataka tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru kwa nafasi ambayo umetupa leo hapa AIC Moist Bridge. Asante kwa neno lako kwamba imekupendeza Mungu wewe kujijulisha kwetu. Na baada ya sisi kukujua Mungu unatuita tuwe watiifu. Tuwe wale ambayo tunafanya mapenzi yako. Na leo ninaomba Baba kwa uwezo na usaidizi wako kwamba utusaidie katika mioyo yetu tuwe watiifu. Nataka niulize tukiomba katika kikao hiki. Pengine huko hapa na unasema mimi nimesikiza kweli neno la Mungu na sikumbuki siku ambayo nilikutana na Yesu na ungependa kukutana naye leo. Kama uko hapa, weka mkono wako juu, nitaomba nawe. Kama uko hapa na ungependa kumpokea Yesu leo mara ya kwanza, weka tu mkono wako juu, usiogope mtu, wekea mkono wako Yesu. Kuna mtu yeyote? Kuna mtu angependa kumwamini Yesu katika mara ya kwanza kwa maisha yake? Napatia nafasi, weke mkono juu. Wale ambao wanasema mimi nimesikia neno, nimemwamini Yesu, lakini sijachukua hatua ya kuwa mtiifu kufanya yale anataka nifanye, na kuanzia leo nataka niwe mtiifu,
ifanye mapenzi ya Mungu. Ukiwa hapa weka mkono wako juu, nitaomba nawe. Ukiwa hapa, asante kwa hiyo mkono. Weka mkono wako kwa Yesu, asante kwa hiyo mkono. Kuna wengine, usiogope mwanadamu, unawekea Mungu. Bwana asifiwe. Baba, katika jina la Kristo nasema asante kwa wale ambao kwa mioyo yao wanasema wangependa kukutii, kutumikia na kufanya mapenzi yako. Wabariki na utubariki zote kama kanisa, tuweze kuwa wale ambao wanakutii kwa hali zote. Bariki kanisa hili la Moi's, maana nimeomba kwa jina la Kristo Yesu Bwana wetu, na watu wa Mungu wakasema amen. Bwana wabariki sana. That interruption that we have done is for the purpose of God. That interruption that aligns your mission and vision with God. That interruption that makes you obedient to His word. That interruption that makes you send people to preach the gospel. Ningependa tu viongozi wa kanisa hili wasimame. Viongozi wa kanisa hili, simameni na mjao. Napofanya hivyo, kwaya wa AIC Milimani, mwa nyumba yangu, kama ilivyo kawaida. Viongozi wote wa idara yote, this is a message from God. Have we aligned our mission there to the purpose of God? Including what you done. This is an impartation service from God. Kama wewe ni kiongozi wa idara yote, unaitwa kiongozi kwa AIC. The heavenly realm works by authority. If you don't understand what it means, you will understand someday. What it means, wakati Musa alimpart his spirit on the 70th day. Simameni hapo mahali nilipo, mimi nitaanza kuwapesa. Na kuomba askofu aweze kuwapea viongozi hawa. Baada ya hiyo, kanisa tupatia kwaya ya mabalozi jimbo moja, mabalozi jimbo mbili, tukitoa sadaka
Tukimaliza kutoa sadaka, tutapatia AIC Westbridge nyimbo mbili, then we will do benediction. Basi ningependa tuombee kwa ajili ya kanisa hili. Kwa hiyo kanisa tunaweza kusimama, you are being represented by the leaders. I believe that the mission that God has given this church is very clear. So we want to pray that at all times they will be aligned to His will. Can we pray? Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we heard your word. And thank you that you are God of revelation, who reveals Himself to us and aligns our hearts to your vision, to your will, to your purposes. We are standing, Lord, in this congregation, and thank you for these leaders who've come before you and stood on behalf of the entire congregation who are also standing. To Lord declare in their hearts that this church will not live for itself, but this church will live for the purposes of God. Yes. That this church will be aligned to the assignment from heaven. Yes. That Lord, in all they do, in all their planning, and in all their assignments, it will be aligned to your will, O God. So by the power of the Holy Spirit, I commit them to you, that through your enabling, the Lord, their hearts will be knit together, aligned to you and to your purposes. So that, Lord, all the resources that are in this congregation, be it financial or human resource, or any other resource, we declare today that it is aligned to the purpose of God, and that this church will be a light and salt. And so I bless them and commit them to your able hands. And I pray that this church will bear fruit and great fruit for the kingdom of God. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. And everybody say, amen. Let's appreciate the Lord. Leo sababu ya wageni, tutachukua sadaka kutoka kwa kiti vyenu mahali ulipo. Asante. Online, there's our pay bill there. Yes. Yeah, that's our pay bill. The account is Sadaka. Yeah, you just put there. Thank you. God bless you.
Sawa? AIC Westbridge. Wimbo moja, alafu nifanye benediction and nyingine. Sawa sawa? Yes.
Then we will continue with one song, and then you can leave at your pleasure. Sasa shafika saa 6:30, kwamba ni masaa ya kuachilia wamama wakapike na wazee wakakufe. Na Daktari Wabule, karibu uombe tupate kuendelea. Asante sana. Tutaomba ili tuweze kufunga ibada yetu, lakini pia tutakuwa tukiendelea. Baba wetu wa milele, tunashukuru sana kwa neema yako ya kipekee ambayo ulitupa siku ya leo kwa ibada hii. Umezungumza na mioyo yetu kupitia kwa neno lako Mwokozi. Tunasema asante kwa sababu neno hili umelituma ili lituponye na kutuondoa katika maangamizi yote. Tunaomba kwamba utatusaidia tuwe watendaji wa neno, si wasikiaji tu. Tupe nguvu na ujasiri wa kutenda yote ambayo umetufunulia leo kupitia kwa neno lako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu wa kweli, na wewe ni Mungu wa kweli. Tunaomba baraka zako ziandamane pamoja na kila mmoja wetu kwa siku zote za wiki hii na mambo yote ambayo yako mbele zetu. Now let's raise our hearts in the presence of the Lord as we receive these blessings. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Watakapomaliza hawa, tutawapa wanakwaya wote wawili nafasi ya kikao. Wana kikao chao maalum, watazungumza wakiwa peke yao. Asante. Hi.
wazee. Askofu. Hao wanao final song.
say the grace, isn't it? Yeah. After the grace, up the mountains and the death. Basi si mlimani mabalozi kwaya, Bwana abariki sana. Shangilie Bwana kwa ajili ya yenu. Jana kule kwa harusi, tumepitia nyumbani, mmekuwa hapa na mmetubariki. Nasema Bwana abariki sana. I'm proud of you. May God bless you. And thank you for meeting the Voice Bridge today. So we join in the grace. We can stand. Now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Naomba wageni wote tutaenda hapa nyuma tupate chakula cha mchana, alafu mkuje mkutane baada ya kushiba. Oh, yes.